Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Ukienda gucanjamũra arĩa makũhũragĩra thimũ na nyĩmbo cia mũini Grace Mirela ciĩtasikiza chimbi yaku. Andĩka kodi ici 6388289 wamũkĩre atumia. Nĩguo kwamũkĩra Kenya. Kenya, bũrũri wendetwo nĩ Ngai. Kenya, bũrũri ũrĩ thayũ mũingĩ. Andĩka kodi ici 6388290 rwĩmbo Kenya. Kenya, nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndahoya maguta. Andĩka kodi ici 6388291 Nĩguo kwamũkĩra ndĩmũitĩrĩrie maguta. Andĩka kodi ici 6388292 Nĩguo kwamũkĩra ndĩmũririkane. Ndĩmũririkane na mũhimbo shethi na Mordekai. Andĩka kodi ici 6388293 Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo ndoka harĩ we. Andĩka kodi ici 6388294 Nĩguo kwamũkĩra umaja. Andĩka kodi ici 6388295 Nĩguo kwamũkĩra Ngai nĩareka rĩngĩ. Andĩka kodi ici 6388296 kodi ici citũme ciĩta message kũrĩ 811 wamũkĩre nyĩmbo cia Grace Mirela. My name's Bishop Felister Musembi. Nimetoka katika kanisa la Africa Independent Church of Missions. Tuko Ruiru. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya asubuhi ya leo, kwa neema ya Mungu ambao amenineemesha. Ninashukuru ni kwa sababu kila kitu hufanyika kwa wema wa Mungu, na kwa siku ya leo naleta neno la Bwana, na kwa wakati huu ningetaka kwanza tuombe ndiposa tuweze kuendelea. Na tuombe. Everlasting God, King of glory, this morning we are thankful, we are grateful for this wonderful day that you have given unto us. Thank you, Jehovah God, for the grace of preaching the word. And now I pray as I speak to the nations and to your people, everlasting Father, that you speak to us. Thank you because, Jehovah God, you are everlasting to everlasting. Thank you, Jehovah God, because of what you have done unto us. How I thank you, I worship you, I glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen. I would like to speak about the power of the Word of God. Many times when we look at the Word of God, sometimes so many people speak about the Word of God, but they don't have faith in the Word of God. So I want to speak about the power that acts, that works inside the Word of God. And I will start with the book of Genesis, chapter 1, verse 1 to 3. And I'm going to read Genesis, chapter 1, verse 1
to 3, the Bible says, In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, Let there be light, and there was light. And also, let's look in the book of John, chapter 1, verse 1 to 3. The book of John, chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Verse 4. In him was life, and the life was the light of men. Hallelujah. As we have read in the book of Genesis, chapter 1, verse 1 to 3, the Bible has told us, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now, in the second, verse 2, the Bible has said, Then the earth was without form, the void, and darkness on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And imesema hivi, wakati Mungu alikuwa anaumba kila kitu, tumeona kana ya kwamba jambo la kwanza, in the beginning, Mungu aliumba mbingu na nchi. Mstari wa pili umesema kana ya kwamba na nchi ilikuwa ukiwa, utupu, upweke. Alafu the Spirit of God was hovering over the waters. Verse 3, and the Bible has said that na Mungu akasema na kuwe na nuru ikawa. Power of the word of God. Power that comes when we speak, when we create things through the power, through the word of God. Here we can say that Mungu alipoanza kuumba, tunapoangalia neno la Mungu, Mungu hakuwa na tools, Mungu hakuwa na jembe, Mungu hakuwa na wirumbaro, Mungu hakuwa na hii na ile. What God had, he had word. Na hii word iliumba. Kwa hivyo tunapoangalia, jambo la kwanza, mstari wa pili, nchi ilikuwa ukiwa, nchi ilikuwa utupu, nchi ilikuwa full of darkness. Na hapo Roho wa Mungu was hovering over the waters. Neno la Bwana imesema, na Mungu akasema na kuwe na light, na kukawa. Wapendwa, nataka tuelewe siku ya leo, neno la Mungu ni nguvu, neno la Mungu ni uweza, neno la Mungu ni kila kitu. Haleluya. Ndani ya neno la Mungu, Mungu aliangalia akaona vile ulimwengu ulikuwa. Mungu aliangalia akaona utupu, lakini neno la Mungu ikasema, Mungu akasema na kuwe na nuru ikawa. Wapendwa, it's only in the power of the word of God, by creating. We have to create things through the power of the word of God. And this word of God and this power, we can receive it by the word of God. Hii nguvu tunaipokea tu kwa neno la Mungu. Tumeona kana ya kwamba katika kitabu cha John chapter 1, verse 1 to 3, tumeona kana ya kwamba Biblia imesema, na hapo mwanzo kulikuweko na neno, na hii neno ni ile neno iliweza kuumba ulimwengu. Kwa hivyo hii inamaanisha neno ni nani? Neno ni nini? Nimeleta neno la Bwana asubuhi ya leo kukuambia kana ya kwamba neno ni Yesu Kristo. Biblia imesema hapo mwanzo kulikuweko na neno, na hii neno ndio ilifanya kazi. Kwa hivyo neno ni Yesu Kristo. If you use word, you are using Jesus. When you mention Jesus, you are mentioning word. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wapendwa, neno la Mungu ni nguvu. Neno la Mungu ni uwezo. Biblia imesema hivi kana ya kwamba without word nothing was created. Without word. Nataka tuangalie wakati Mungu alipokuwa naumba ulimwengu, nimesema hivi kana ya kwamba God had no tools. Mungu hakuwa na vyombo hivi na hivi. Sisi wakati unatengeneza kitu, you have to prepare yourself. You have to have this and this and this. If you want to build a house, you have to have stones, you have to have
have cement, you have to have water, wheelbarrow tools. But God needed nothing of that way. All those things that we men we need, God used his word. And as I've said, Jesus is the word. So in the beginning, so many people in this world are confused. Watu wengine huwa wanauliza, na huyo Yesu alikuwa wapi? Nimekuja kukuambia Yesu alikuweko hata na huko mwanzo hata kabla ya ulimwengu kuumbwa. Yesu ako ndani ya utatu wa Mungu, ambao imani yetu ni kana ya kwamba in the Trinity, in the Godhead, we have God the Father, we have God the Son, we have God the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And by this means Yesu alikuweko. Kwa hivyo Yesu ni yeye aliyeumba. Kwa hivyo kwa neno vitu vingi viliumbwa. Ninapoangalia neno la Mungu katika mstari wa 8 Genesis 1:8 inasema, and God called the firmament heavens, so the evening and the morning were the second day. Then verse 9, then God said, let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering water of the water and the gathering together of the waters he called seas. And God saw that it was good. Then God said, let the earth bring forth grass and that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. And it was so. And the earth brought forth grass and that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to his kind. And God saw that it was good. So evening and the morning were the third day. Praise the name of the Lord. Tumeona mahali hapa kana ya kwamba kwa neno la Mungu, Mungu alisema ameumba mbingu, ameumba nchi, ameumba maji imekuweko. Alafu mahali ambapo tumesoma, Mungu akanenea the gatherings of the waters, which is bahari, kama ni mito. Mungu akanenea nchi kavu kwa neno. Wapendwa, nataka tuelewe the power of the word of God. How power of the word of God works inside our lives. If we believe, if we trust the word of God, I come to tell you, neno la Mungu ni nguvu, neno la Mungu ni uweza, neno la Mungu ni vyote juu ya vyote. Mekuja kukuambia tuko na shida ni kwa sababu hatuamini neno la Mungu. Watu wengi duniani wamehangaika, wamekimbia huku na kule. Ni kwa sababu gani? Hawana uwezo wa kuamini. Wana uwezo wa kuamini lakini hawaamini neno la Mungu. Amen. Praise the name of the Lord. Mungu akasema, "Wacha hata bahari, wacha na nchi kavu ilete miti naozaa, miti naoleta matunda." Praise the name of the Lord. God spoke his word. Mungu akanenea nchi kavu. Mungu akanenea maji, na maji yakaleta fish, na maji yakaleta wanyama wa baharini, na nchi kavu nayo ikaleta hii na hii na hii. So important thing in this life that we are living. Wacheni wapendwa, jambo la kwanza, tuamini uweza wa neno la Mungu. Tuamini hili neno la Mungu. Neno la Mungu ni uweza, neno la Mungu ni nguvu, neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Na akasema na kuwe na kukawa. Kama vile tumesema mstari wa pili, ulimwengu wote ulikuwa void, ulikuwa full of darkness, ulikuwa formless. And then in verse 3, Mungu akasema, let there be light. And there was light. Praise the name of the Lord. So in all situations, in the things that we are in, things that we are passing through, what we need is word of God. You are supposed to speak the word of God in my situations, in your situations. Speak the word of God. Declare the word of God. Word of God is power.
my sister, my brother, my listeners, neno la Mungu ni Mungu. Neno la Mungu ni uweza. Alisema na kuwe. Mungu hakufanya kazi, alisema na kuwe. Sisemi tusifanye kazi. Kumbuka ninazungumzia uwezo ndani ya neno la Mungu. Ninapoangalia neno la Mungu, nataka tuangalie katika kitabu cha Numbers. Tuone katika kitabu cha Numbers 13 kuna neno la Mungu pale ambayo inafanya kazi. Neno la Mungu nimesema ni Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, na Mungu mwenyewe anafanya kazi kwa maisha yetu kupitia his word. Ukiamini neno la Mungu, ukitazama neno la Mungu ni uweza, neno la Mungu ni nguvu. Kitabu cha Numbers chapter 13 verse 1 and 2, Biblia inasema hivi, and the Lord spoke to Moses saying, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their fathers you shall send a man, everyone a leader among them. Praise the name of the Lord. What is the word of God here? Neno la Mungu hapa ni gani? Mungu amemnenea Musa. Mstari wa 3 inasema hivi, so Moses sent them from the wilderness of Paran according to the command of the Lord. All of them when men who were heads of the children of Israel. Hapa Mungu amemzungumzia Musa. Amemwambia Musa na amemwambia Musa utume watu katika inji ambao ile inji ninaenda kuwapea. Amewatuma waende wakapeleleze, wana wa Israeli waende wakapeleleze inji. Alafu wakati Mungu amewatuma waende, hili ndilo neno la Mungu, ninataka kuwapea. Haleluya. Mungu amesema ninataka kuwapea hii inji, na kupitia neno hili Musa akapokea ile neno. Musa akaita wana wa Israeli. Tukiendelea na kusoma, tukiangalia mstari wa 26, Biblia inasema hivi, nataka kusoma 26 kuteremka. Biblia inasema hivi, now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Then they told him and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong. The cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land of the south. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains. And the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against these people, for they are stronger than we. And they gave the children of Israel a bad report of the land, which they had spied out, saying, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature. There we saw the giants, the descendants of Anak, come from the giants, and we were like grasshoppers in our own side, and so we were in their side. Praise the name of the Lord. Kama vile neno la Mungu imetuambia, tumeona kana ya kwamba word of God from Moses ilikuwa ni neno ambalo iliumba hule kwenda kuchukua ile inchi. Neno la Mungu, Musa ameambiwa na Mungu, Musa chukua, tumana, nitawapea ile inchi. Hiyo
hiyo ndio neno la Mungu, neno ambalo ina nguvu. Inamaanisha wakati Mungu amezungumzia Musa, already God has given them the land. Praise the name of the Lord. And I thank God because due to that, Moses chose 12 spies, wale ambao wanalipresent the tribes of the children of Israel. Then walipoenda kule, wapendwa, nataka kukuambia hivi, maishani haya tunayoishi, ni vyema kuamini neno la Mungu, ni vyema kunena neno la Mungu, ni vyema kuishi neno la Mungu. Haleluya. Wakati wapendwa hawa 12 wametumwa, wameenda, wamechukua njia, ndio hao wanatembea, wamefika katika ile nchi. Ni vizuri wamefika vizuri, ni vizuri wameona ile nchi. Haleluya. Wameitazama, wameona hakika ni nchi nzuri, hakika it is flowing milk and honey. Ni nchi nzuri, imejengwa, iko na kila kitu. Haleluya. Praise the name of the Lord. Ukiangalia chapter 14, wanaelezea vile wameona ile nchi ikiwa mzuri sana. Ni nchi ambao imejaa maziwa, imejaa asali. Haleluya. Nchi ambao already Mungu amepeana katika moyo wa Musa, ameipeana mikononi mwao. Lakini wapendwa, kitu ambacho kimetusumbua, kitu ambacho kimeangaisha watu, kitu ambacho kimekozea watu ni kutokuamini neno la Mungu. Amen. Na wacheni niwaambie, kutokuamini neno la Mungu, hiyo ndiyo dhambi. Wana wa hawa ambao walitumwa, walikataa kuamini neno la Mungu, wakaamini kile ambacho wameona. Nimekuja kukuambia, tuache kutembea by sight. We walk by faith, not by sight. These spies, they walked by sight. They saw the children of Anak, the great people, mighty people, stronger than them. But that was not true. That was all lie. That was their seeing. Kile ambacho wanaona kwa macho yao. Na hakika kuona kwetu na kuona kwa Mungu, wapendwa, is very different. We have to see with the eye of God. Whatever I'm talking about, whatever I'm seeing today, it is not what God is seeing. What God sees in me is very different with my situation. Mpendwa, nimekuja kukuambia kile ambacho uko leo, kile ambacho wewe unaona na macho yako, kile ambacho kinakusumbua, kinakuangaisha, na kuja kukuambia hivi asubuhi ya leo, hicho ni wewe unakiona. Hicho ni kando na neno la Mungu. Neno la Mungu ilizungumzia Musa akadeliver the word of God to these spies. Akawaambia, enendeni mukapeleleze, mukaiangalie, hii ninaenda kuwapea. Hallelujah. Praise the name of the Lord. But the greatest mistake, hawakupokea imani ya mtumishi wa Mungu. Shida ile watumishi wale ambao tunaitwa tumekombolewa, tumeokolewa kwa neema ya Yesu Kristo, tumekuwa na shida kubwa. Ulimwengu wote uko na shida kubwa. Hii shida ambayo iko katika ulimwengu ni watu kutoamini neno la Mungu. Na hii ndio pia dhambi ya kutokuamini, itaelekeza watu wengi jehanamu ya moto. Ni kwa sababu wamemkataa Mungu aliye wa kweli. Wamekataa imani ya neno, wanataka kuenda, wanataka kutembea na vile wao wenyewe wanataka, na vile wao wenyewe wanajiona, na vile wao wenyewe wanajisimamisha. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wakatembea, wakaingia ile nchi, wakaona wana wa Anak, wakaona strong people, wakaona hii na hii, wakaona yale, lakini ukweli ni kwamba I want to thank God because of Caleb. I want to thank God because of Joshua. They stood firm. Hallelujah. With the faith of God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tumesoma tukaona kana ya kwamba walirudi
waliporudisha ile report, wanarudisha report ya mwanadamu, wanarudisha report ya mtu, wanarudisha report ya kile unaona. Watu wengi wamegonjeka kwa sababu hawana report ya Mungu. Wana report yao, wana report ya mawazo yao, wana report ya kwao, vile kwao kulikuwa. Ndugu yangu, dada yangu, wako tu na hizo ma reports. But I've come to tell you, receive the report of God. Reports ya Mungu ni kuna uhai, kuna uzima, kuna kusamehewa dhambi, kuna kuishi ndani ya Yesu Kristo. Hiyo ndiyo ripoti ya Mungu. Ripoti ya Mungu inasema nilikusamea mara moja na ya kutosha. Amen. Wakarudi, wakamwendea Musa, wakamwambia, wacha tukuambie, ni kweli nchi ni nzuri. Hata ukiangalia chapter 14, wamechukua grapes, wamechukua matunda ya ile nchi, wanatembea nayo, wanaenda wanaonyesha Musa, wanaonyesha hata watu, hakika kama vile Mungu aishivyo, nchi ni nzuri, ina mazao, ina kila kitu. But they did not believe in the word of God. Great mistake. Neno la Mungu iliambia Musa, ninawapea watume. Wale wa jamaa wangerudi na ripoti ya kama vile Mungu aishivyo, kama vile Mungu alivyosema, hivyo ndivyo ilivyo. Nchi ni nzuri na tutachukua nchi. Lakini wamerudi na kumwambia ni kweli nchi ni nzuri. Wamekaa kama nani? Wamekaa kama hivi. In Genesis chapter 3, hivi wakati chapter 3, ametembelewa na serpent, anamwambia, wameanza conversation with the serpent, because she don't have faith of the word of God. Anaanza kusema, ni kweli tuliambiwa tusile, na anaongezea tusinguze maneno ya shetani. Wana hawa wamekuja, wamesema hakika nchi ni nzuri, lakini wameingiwa na roho ya uoga. Haleluya. Wanaanza kusema nchi ni nzuri hakika, lakini kuna giants, wana wa Anak. Giants na Mungu, kuna neno ambao Mungu unibariki nayo sana. Tunapoangalia katika kitabu cha Colossians chapter 1 verse 16. Haleluya. Biblia inatuambia kana ya kwamba Colossians 1:16, vitu vyote ni Mungu aliziumba. Mungu ameumba powers, ameumba powers, ameumba all strongholds, ameumba kila kitu kwa sababu yake na kwa ajili yake. So vitu vyote vimeumbwa na Mungu kwa sababu yake na kwa ajili yake. Iwe ni giza, iwe ni nini, vyote nimekuja kukuambia, vitu vyote viliumbwa na Mungu kwa neno lake. Akasema na kuwe na kukawa. So hao watu wamerudi pale, wameripoti nasema, ni kweli nchi ni nzuri, ni kweli matunda ni haya, lakini kuna giants. Giants ni wanani? Nani yuliumba hawa giants? Hawakuumbwa na shetani. Hallelujah. Kwa sababu hakuna kitu shetani aliumba, wapendwa. Because Colossians imetuambia vitu vyote vimeumbwa na Mungu kwa ajili yake na kwa sababu yake. Nataka kukuambia hata hao giants, Mungu mwenyewe aliyesema katika mstari wa 2 wa Numbers 13, nitawapea. Tungeamini, wangeamini ile neno. Wacha nikwambie, vita sio vyetu, vita sio vyako. Whatever God says to you to do, do. Hallelujah. Praise the name of the Lord. In the book of John chapter 2 verse 5, kuna neno pale, Maria ako pale, wine imeisha kwa sababu kuko na harusi, lakini ameenda amewaambia neno lolote Yesu atawaambia mufanye na mufanye. Hapa wamekataa kwenda na kurudi na neno la Mungu. Mungu aliyetuambia hata tupea ile inji, despite of giants, despite of what and hii nchi tutaipokea, ni kwa sababu neno la Mungu imesema
ametupea. Whatever Jesus tells you to do, just do. Hallelujah. Yesu akikuambia nimekusamea, si amekusamea. Yesu hadanganyi. Yesu sio muongo. Yesu kile amestamka kwa kinywa chake. Biblia inasema katika kitabu cha Jeremiah, I'm looking forward my word to fulfill it. Analitazamia neno lake ili afanye nini? Halitimize. Neno la Mungu alitoki kwa kinywa chake mbure. Aliyesema, aliyeambia Musa, nimewapatia hii nchi. Have come to tell you. Ukweli wangeenda na imani ya neno la Musa ambao ni neno la Mungu, kana ya kwamba ile nchi nimewapea. Lakini walienda wakaona vingine, na kwa sababu waliona vingine, Bwana asifiwe, praise the name of the Lord, kile walichoona hakikuwa neno la Mungu. Kile walichoona kilikuwa upusi, kilikuwa kutokuamini. Na waliporudi, nashukuru Mungu kwa sababu ya wanaume wawili pale, na wazee wawili pale, Joshua na Caleb. Ingawa wale wengine wote wamendespise, wamesema, I thank God because of their strength, because of your faith. They have said no. Ni kweli hivyo wanasema, lakini wanawaambia, let us walk up and go. We have to. Ninakumbuka mtu anaitwa Caleb. Wakati walienda kule, kuna mahali alienda akaweka pila, akaweka kimti, akasema haleluya, na tutakaporudi huku, na tutakapomiliki huku, imani ya neno la Mungu. Mtu anaitwa Caleb, yeye alienda akawa na imani ya neno la Mungu, alienda akaweka kikingi, na akasema baadaye tutakaporudi huku, hai kasehemu nimejichagulia katakuwa kasehemu kangu. Wapendwa, ni vizuri kuamini neno la Mungu, ni vizuri kutembea kwa neno la Mungu. Chochote Mungu anakuambia kupitia hili neno, wapendwa, ukiamini, nikiamini hili neno, hakika nitakuwa mbarikiwa. Hakika nitakuwa nimepokea. Hakika even though it may tarry, it will come to pass. The word of God is God himself. The word of God, Biblia imesema, anatazama. God is watching. God is looking his word to fulfill it. Mungu anaitazama hakutimizie kwa maisha yako. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wakati kwa wakati watu wengi wameambiwa Mungu amesema hivi na hivi, lakini kupitia neno la Mungu wanangoja, wanakaka, wanaachilia. Watu hawa wangeliamini hili neno, kwa sababu neno ni Mungu, Mungu ni neno. Na Biblia imetuambia hakuna kitu, John 1:3, hakuna kitu kiliumbwa bila yeye. Kwa hivyo huyu ambaye amesema, huyu ambaye ameumba, huyu ambaye amesema nitapeana, already katika ulimwengu wa kiroho alikuwa shapeana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ninapotazama neno la Mungu katika kitabu cha Proverbs chapter 18 verse 21. Proverbs chapter 18 verse 21. There is power of a spoken word. Ile neno unayo hiongea. Unapoangalia katika Proverbs, Biblia inasema katika kinywa chako kuna uhai, katika kinywa chako kuna mauti. Kwa hivyo chochote unaambiwa, unapokea kwa neno la Mungu, start confessing it. Ukiconfess that this thing haiwezekani, ukianza kusema hali yangu itaniua, hali yangu imenilemea, hali yangu haiwezekani, I have come to tell you, hakika haitawezekana. Hakika utakuwa kulingana na vile unasema. Iwapo utasema, kwa sababu Biblia ndio imesema, kwa kinywa changu kuna uhai, kwa kinywa changu kuna mauti. If I will confess life with my mouth, whatever I confess with my mouth, because there is life in my speaking, in my spoken words, hiyo ni uzima. Nikijitambilia uzima, nina uzima. Nikijitambilia umasikini, nina umasikini. Watu wengi wako masikini, si kwa sababu wanataka kuwa masikini, kwa sababu wamezoea.
For example, kuna watu hata 24/7 ukiongelesha mtu hata karibu haitwa na watu sina. Kuna watu wana hiyo wimbo wa sina in their life. Hata akiwa in Abadan anasema tu sina. Hata akiwa hana anasema tu hana. Na kwa sababu the power of the mouth inafika wakati anakuanga ukweli wa mambo ana. Kwa sababu gani? Power of a spoken word. Power of the word. Ile neno unaitoa inaumba. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ninaangalia kitabu cha Psalms 82:6. Biblia inasema kana ya kwamba inatuambia we are small gods, the children of the Most High. If I am a small God, according to Psalms 82:6, if I am a small God, a child of the Most High, and God, remember, created things with His word. Created things with word. He said, let there be, and it was there. Hallelujah. So if I'm a small God, a child of the Most High God, I have power to create things with my mouth. Hallelujah. You have power to create things with your mouth. Whatever you speak, whatever you create is what will happen in your life. My sister, my brother, iwapo umekombolewa, iwapo umeokolewa na Yesu Kristo kwa neema, nimekuja kukuambia start creating things. Psalms amekuita mtoto wa Mungu, Mungu aliye juu. Na iwapo Mungu aliumba vitu kwa neno, kwa nini hata wewe usiumbe vitu kwa neno? Usiumbe maisha yako kwa neno, usiumbe watoto wako kwa neno, usiumbe kile chochote unataka kwa neno. Biblia inaniambia kana ya kwamba hata wale hawana wakae kama ya kwamba wanazo. Na kwa hiyo, kwa kujiweka hivyo, ukweli, utukufu wa Mungu utatembea pamoja nawe. Neema ya Mungu itakuwa pamoja nawe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. If God is calling a small God, a child of the Most High, hallelujah. If God is calling you a small God, what does this mean? It means whatever God does, you have power to do it. If you have faith in Him, bottom line, if you have faith in Him, hallelujah. Shida ni unapata imani leo na kesho unaanza kuyumba, unaanza kuona imendelay, unaanza kukimbia huku na kule, unaanza kuenda huku na kuhangaika, ukienda hapa uko pale. Biblia inasema be still in faith, be still in the word of God. Have faith in the word of God. And if you have faith in the word of God, I've come to tell you, my sister, my brother, that the word of God has power to create. And because I am a small God, because I am a child of the Most High God, I can start creating things with my own mouth. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hawa wana kwa sababu ya kutokuumba kuelezea kile ambacho wameona, wangetoka na imani kama ya Caleb. Wangetoka huko wakiwa wanasema, na hapa nitachomoka na hii area. In fact, walikuwa na nafasi nzuri ya kujinyakulia, ya kujichukulia. Hata nasi wapendwa, tuna nafasi nzuri sana ya kujinyakulia urithi wetu ndani ya Yesu Kristo. Hallelujah. Kwa sababu sisi ni warithi pamoja na Yesu Kristo. Do you have faith in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you trust in the word of God? If you believe in the word of God, I've come to tell you, don't believe on your things, on your words. Don't trust your situation. Don't dwell in your situation. If God calls you blessed, my sister, my brother, you are blessed. If God calls you mbarikiwa, hakika wewe ni mbarikiwa. Full stop. That's it. Why do I say this? It's because Mungu alipoambia Musa ondoka, tumana hii nchi nimewapea already, ilikuwa ishapeanwa. Lakini kwa sababu ya kutokuamini, ambao hiyo nao ndio dhambi, kutokuamini, hiyo iliwakosea, hiyo iliwafanya wasiende na
For your information, ukiendelea na kusoma chapter 14, utaona kana ya kwamba hata Mungu amekasirika na wao kwa kutoamini neno lake. Mungu ameambia Musa, hao watu hawataki kuniamini, na kwa sababu ya hiyo nchi nitawapea. Hallelujah. Hiyo nchi already nimewapea, lakini wote from 20 years and above hawataingia katika ile nchi. Mpendwa, nimekuja kukuambia, amini neno la Mungu. Amini kila neno inayotoka katika kinywa cha Mungu. Mungu akikuambia kuna uzima, amini kuna uzima. Mungu akikuambia amekusamea dhambi, amini amekusamea dhambi. Mungu akikuambia amekubariki, amini hivyo tu. Usianze kukua leo na amini kesho usiwe na doubt, amini tu. Kumbe nimeelewa, doubting spirit inakupeleka jehanamu ya moto, inakupeleka kwa mateso. Amen. Just believe in the word of God. Ukiamini neno la Mungu ni tosha. Neno la Mungu ni maisha. Neno la Mungu ni yote kwa yote. Amen. Tunapoangalia katika kitabu hiki tu ambacho tunasoma, kitabu cha Numbers, hapo tu mbele, Numbers 14:28, Biblia inasema haje? Ninatamani sana kusoma huu mstari. Biblia inasema haje? Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Amen. Nataka kuanzia, hebu tuangalie hiyo mstari wa 26 ndio tufike hiyo, ndio uelewe vizuri. And the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, how long shall I bear with this evil congregation who complained against me? I have heard the complaints which the children of Israel make against me. Say to them, hallelujah. Hapa Mungu anaambia Musa, waambie, say to them, nimesikia, nimeelewa complaints zao, mambo mengi ambao wanaongea kwa ajili yangu. Hapa Mungu amesema aje? Mungu amesema katika jina la Yesu, waambie hao watu, nimesikia ya complaints, nimesikia hii na hii ambao inatoka kwao. Lakini Mungu ameambia Musa, waambie nimesikia kwa masikio. Hallelujah. And then verse 28 inasema, so say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do you. Amen. Amen. Nimekuja kukuambia hivi asubuhi ya leo, kila neno ambayo inatoka kinywani mwako, kila neno ambao unaliongea, I come to tell you, nataka uelewe, uambii watu. Nimesema kuna watu wana hii wimbo ya sina in their lives, praise the name of the Lord. Lakini nataka ujue, ukiimba wimbo ya sina, mimi ni maskini, mimi nina hii shida, mimi hata nikifanya biashara, mimi hata nikifanya hii na hii sifanikiwi, huwa sifahuru, huwa it cannot stand. The Bible has said, whatever you say it in the ears of the Lord, and that is what he will do. Kwa sababu Mungu si kiziwi. Mungu ana masikio, anasikia. Mungu ana macho, anaona. Mungu ana mdomo, anaongea. Hallelujah. Kwa hivyo lolote chochote unachokiongea, unaongea masikioni mwa Mungu. Uongei kwa kuambia watu, uongei kwa kuniambia, uongei kwa kuambia marafiki zako. Chochote unaongea, wapendwa, unaongea masikioni mwa Mungu. Na kwa sababu neno ni nguvu, neno inaumba, neno ni Mungu, ni Yesu mwenyewe. Kila neno that you out of your mouth, kila neno ambao inatoka mdomoni mwako, Biblia imesema unaisema wapi? Masikioni mwa Mungu. Take precaution, my sister, my brother, on how you speak, on the words that you speak out. Unaongea watoto, unaongea kanisa, unaongea taifa. Kila neno unalo ni nena. Nataka asubuhi ya leo ujue kana ya kwamba uneni tu for the sake of it. No.
Unainena wapi? Masikioni mwa Mungu. Bwana asifiwe. Wewe ukijiita tajiri, usiangalie your present time, usiangalie your suffering, usiangalie what is happening, usiangalie what is surrounding you today. Your tomorrow is bright. If the word of God says you, I've blessed you, surely you are blessed. Don't look at your situation. Don't look at your present situation, your present difficulties, your present burdens. If God says that, you are blessed. Totally, you are blessed. If God says, I'm going to uplift you, God already have uplifted you. Praise the name of the Lord. Neno la Mungu ni kweli. Biblia inasema katika kitabu cha Waroma kana ya kwamba God is not a man that he should Mungu haongei uongo. Mungu si mwanadamu ati anaweza ongea uongo. Wanadamu wote wanaweza kuwa waongo, lakini let God be true. Praise the name of the Lord. Numbers ndio inasema God is not a man that he should lie, or a son of man that he can change. But Romans 3:4 inasema aje? Inasema atikana. Wacha tuangalie tu kwa haraka sana in the book of Romans. Nataka tuangalie Romans, tuone vile Mungu anasema yeye si muongo. Mungu si muongo and he cannot lie. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Biblia inasema hivi katika Romans chapter 3 verse 4. Romans chapter 3 verse 4. The Bible is saying Romans chapter 3 verse 4. Biblia inasema hivi, certainly not, indeed. Let God be true, but every man a liar, as it is written. Amen. That you may be justified in your words, and may overcome when you are judged. Amen. Biblia imesema certainly not, indeed, let God be true, but every man a liar, as it is written, that you may be justified in your words. Amen. Amen. If God says that you are justified, you are justified. If God says nimekubariki, nimekubariki. Biblia imesema Mungu si muongo. Wacha wanadamu wote wakuwe waongo, lakini Mungu ni wa kweli. Mungu ni hakika. Biblia imesema that you may be justified in your words. So unafanywa utakazo, unatakazika kwa maneno ya kinywa chako. Unatakazika kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hivyo the opposite. Kwa hivyo unaweza chafuliwa tu kwa maneno ya kinywa chako. Na Biblia imetuashua, let God be true, but every man a liar. So whatever you speak, whatever you do, it's all about trusting, believing in the word of God. Wacha wanadamu wote wakuwe waongo, lakini Mungu akuwe wa kweli. So by this you can be justified by the words of your mouth. Umetakazika kwa maneno ya kinywa chako. Shida zako zimekuwa solved kwa maneno ya kinywa chako. Shida zako zimeisha kwa maneno ya kinywa chako. Ukiishi kwa kuongea uovu, ukiishi kwa kuongea positive, ukiishi kwa kuongea negative, whatever, if you speak positive in your life, well and good. If you speak negative in your life, well and good. Kwa sababu kwa maneno yako umetakazika, kwa maneno yako umepokea, kwa maneno yako chochote unataka. As you pray, as you believe the word of God, you have to have faith in the word of God, because the word of God has told us that kwa maneno ya kinywa chako umetakazika. Kwa maneno ambao ninaongea kila siku ndio yana results, ndio yanatoa. Kumbuka katika kitabu cha Proverbs 18:21 tulisema kana ya kwamba katika ulimi umebeba mauti, umebeba uhai. Kwa hivyo chochote utaongea, iwapo utaongea mauti, kinywa chako kitatoa mauti. Iwapo utaongea uzima, kinywa chako kitatoa uzima.
Namalizia na kusema hivi, kama vile neno la Mungu limesema hivi, chochote unachokiongea, unakiongea masikioni mwa Mungu. Chochote ninachokiongea, nakiongea masikioni mwa Mungu, na kulingana na neno la kinywa changu, hivyo ndivyo Mungu ataongea. So whatever you speak to yourself, whatever you speak to your children, whatever you speak to your business, whatever you speak to anything, ujue kana ya kwamba hicho ndicho umeumba. Kumbuka tulianza na kusema all things were created through the power of the word of God. God had no tools. God used the power of the word, power of a spoken word. God said, let there be. Even though the world was full of darkness, was full of void, was full of formless, and the Spirit of God was hovering over the waters, but the word said, God said, let there be light, and it was so. So whatever in your darkness, in your void, in your formless situation, say, let there be let be there light. Speak light in your situation. Mungu alinenea giza, Mungu alinenea ukiwa, Mungu alinenea utupu, na kuwe na neno, na neno ikakuwa. Nenea utupu wako asubuhi ya leo, nenea ukiwa wako asubuhi ya leo, nenea giza yako asubuhi ya leo, iambie na kuwe, na kutakuwa kulingana na neno la Mungu. Kumbuka tumesema tunanena masikioni mwa Mungu, na Mungu anasikia, na kila neno ambao tunainena Mungu atatenda kulingana na neno la kinywa changu, kulingana na neno la kinywa chako mpendwa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. As I finish, speak to your situation the power of the word. Mungu alipotazama ulimwengu, alipoona ukiwa, alipoona giza, alipoona utupu, alisema na kuwe na nuru. Automatically nuru ilijileta tu. Hakuna kazi Mungu alifanya. He just spoke out the word. Speak out the word to your situation. Speak out the word to whatever you are in need. And the power of the word will do what it's supposed to do by believing of the word of God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. May God bless you. May God do you good as we believe the power of the word of God. Neno la Mungu ni uzima. Kumbuka tumesema neno la Mungu, mwanadamu wote anaweza kuwa muongo, lakini Mungu hawezi kuwa muongo. Mungu hajaidanganya, hata kaidanganya, na Mungu ambaye tumemwaminia huabadiliki. My sister, my brother, we have Almighty God who changes not, who is there, who was, he is, he will be. Hallelujah. Praise the name of the Lord. God who changes not, God who cannot lie. Let us believe in him. Let us trust in him. Because when we trust, when we believe in him, all things will be possible with him. All things will be possible with us. Hallelujah. Amini neno la Mungu, na mimi niamini neno la Mungu. The bottom line of believing the word of God, speak the word of God. Speak the word of God. Speak this moment, katika hii na wakati huu, nenea hali yako. Wewe ambao unataka feel umekuwa despaired, unachoka na maisha, unataka hata kujinyonga, unataka hata kujirusha, unataka hata kutoroka jamii yako. Wewe mama unataka kuacha mboma yako, wewe mzee unataka kutoroka mke wako, wewe mtoto, wewe kijana, wewe katika hali ambao uko, nena neno la Mungu. Inene neno la Mungu. Iambie wewe hali. Biblia imeniambia in Psalms 82:6, I am a small God, a child of the Most High. I speak to my situation now in the name of Jesus. Na ukinena neno la Mungu kwa hiyo hali, Mungu atasikia kwa masikio yake. Usijitangaze, usishinde ukienda huku na kule, ukikimbia, ukiongea haya na yale. Nenea hali yako neno la Mungu, na unapoinenea uamini hiyo neno la Mungu. Psalms inasema, nimeliweka neno la Mungu ndani ya moyo wangu nisije nikamtenda dhambi. Kwa hivyo
hivyo iwapo umeweka neno la Mungu ndani ya moyo wako, inene hiyo neno la Mungu na utamtenda Mungu dhambi, hata utatoroka, utakaa pale ukiendelea kuamini, ukiendelea kutumaini neno la Mungu. Ni kwa sababu neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni uhai. May God bless you, may God do you good. Wacheni tuombe wapendwa. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuabudu, tunakuinua. Sande ni kwa sababu ya neema kuu ambayo umetuneemesha nayo. Sande ni kwa sababu umetuongoza, umetusaidia. Na kushukuru ni kwa sababu umetuambia kwa neno lako uliumba mbingu na nchi. Kwa neno lako ukanenea bahari, ukanenea nchi kavu, na kwa neno lako zikaproduce kile ambacho uliyasema na kitokee. Na kushukuru ni kwa sababu Bwana wa majeshi, kwa neno lako ukapeana taifa la Israeli na ukawapigania, kwa sababu vita vilikuwa ni vyako. Na kwa neno lako Joshua na Caleb walisimama na wakamiliki ile nchi. Na kushukuru asubuhi ya leo ni kwa sababu ni kwa neno yako Bwana tutasimama na kukili wema wako. Mungu wetu na Baba yetu, naomba kwa sababu ya msikilizaji ambao amesikiza neno lako, akanenee hali yake asubuhi ya leo neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kuna nguvu, kuna uweza, kuna mamlaka. Na kushukuru na kuabudu asubuhi ya leo ni kwa neno lako vitu vyote viliumbwa, ni kwa neno lako uponyaji wetu, hali zetu zitapandilika. Hivyo asubuhi ya leo nimeombea huyu dada, huyu mama, na kila ambaye ananitazama, kila ambaye anasikiza hili neno, akaliamini neno lako katika ile hali ambao ako ndani. Na kwa kuamini hiyo neno, uzima, uhai utapatikana. Sande kwa uponyaji wako kupitia neno lako. Huyu ambaye ni mgonjwa, nimetuma neno lako kulingana na neno lako. In the book of Psalms 107 verses 20, Biblia inasema you sent your word and your word healed our diseases. So I speak a word of healing to the viewer and the Father who is listening to me, he or she is sick, in Jesus' name. I'm praying, Jehovah God, for the situations of them that are watching me. Whoever the situation seems as if is greater than your word, may your word be greater than the situation in Jesus' name. Bwana, neno lako likuwe juu ya hali ya huyu ndugu, ya huyu dada, na aweze kupata pumziko. Ni ndani yako kuna pumziko, ndani ya imani ya neno lako. Umbarikiwe, uinuliwe, utukuke. Naomba umbariki Skycape TV amba Father, wabariki wote wafanyikazi mwenye kuanzilisha kituo hiki Bwana. Mbariki, umfanue, umpanue zaidi na zaidi, na kituo hiki kipate neema kwa sababu ya kuhubiri injili na kuenea na kufanya kazi nyingi. Wafanyikazi wote wa kituo hiki nimewabarikisha, nimewaombea. Bwana ukawabariki, Bwana ukawapanue, pia ukawape neema ya kuendelea kukuamini kwa utukufu wa jina lako. Umbarikiwe Yesu Kristo, uinuliwe, utukuke. Ninapoondoka pamoja na kanisa ya AICM Missions Worship Center, na waombea washirika wote, Bwana ukawabariki, ukawatenda mema. Kanisa lako la Kenya, kanisa lako ulimwengu wote, Yesu Kristo lisimamishe. Pokea sifa, pokea utukufu na nguvu, maana ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba tukishukuru. Amen, amen, amen. May God bless you, may God do you good. Kanisa letu liko pale Ruiru. Ukiwa hapo Ruiru town, we are just next there, na linaitwa Africa Independent Church of Missions. You are welcome. Tunaanza ibada yetu Sunday 6 in the morning, we have morning glory, and also from 6 to 7 we have morning glory. 7 to 8 tuna preparations, praise and worship. 8 to 9:30 we have our Sunday school. Our Bible study starts from 9 to 10:30. Then 10:30 we start our main service. You are all welcomed. Be blessed. May God do you good. Thank you.